Mtakatifu anamchukua Yesu na kumpeleka nyikani kwa ajili ya kujaribiwa na Ibilisi. Hatuoni malaika wakitoka na Yesu kumpeleka nyikani, ila tunaona Roho Mtakatifu anamtoa Yesu sehemu aliyokuwa na kumpeleka nyikani kwa ajili ya kujaribiwa. Yesu akiwa nyikani siku 40 alikuwa akiomba na alikuwa katika Roho. Ibilisi hawezi kujaribu mpaka pale unapokuwa umerudi mwilini. Yesu alipoona njaa ndipo aliweza kujaribiwa na Ibilisi. Kabla Yesu hajaona njaa, Ibilisi hakuweza kumjaribu. Kwa hiyo Yesu aliporudi mwilini ndipo Ibilisi alipochukua nafasi ya kumjaribu. Kumbe tunapokuwa tuko mwilini ndipo Ibilisi anachukua nafasi ya kujaribu. Ukisoma hiyo Mathayo 4 kuanzia huo mstari wa kwanza na kuendelea, utaona namna gani Ibilisi alikuwa anatumia maandiko kumjaribu Yesu. Kumbe tunaweza kuwa tunajaribiwa kwa kupewa maandiko na Ibilisi, na kama tuko mwilini hatuwezi kugundua. Kwa hiyo tunaweza tukajikuta tunakosea na kufanya vitu ambavyo sio sahihi mbele za Bwana, kwa sababu tuko mwilini. Maandiko tunapewa, ukiyatazama ukiwa mwilini unayaona ni maandiko sahihi yaliyoandikwa yenye pumzi ya Mungu, lakini ndani yake kuna mtego. Ndani yake kuna kitu ambacho hakiwezi kukusaidia, sana sana kinakuingiza kwenye mtego wa kuweza kukuangusha. Yesu anaambiwa abadilishe mawe kuwa mkate. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliona njaa. Mara ngapi watu wamekuwa wakijaribiwa kwa sababu ya vitu wanavyovitamani kuvipata, na tena wengine wameweza kupewa hata maandiko, wakatumia maandiko hayo hayo kwa ajili ya kuanguka na kuharibu hatima zao. Mwingine anaweza kutumia maandiko akasema, mbona Suleiman alikuwa na wake buku, mbona Daudi alioa wake wengi, akajikuta anaanguka kwa sababu ya maandiko hayo, akawa mzinzi kwa anamtumikia Mungu akiwa na hakika ya kwamba atamwona Mungu. Zama za Daudi sio zama kwako. Kwa hiyo kuna watu wanajificha kwenye neema wakiamini ya kwamba watakuwa na neema nyingine tena. Ni kwa sababu ya kutokujua maandiko, ndio maana wanajikuta wanafanya vitu ambavyo havistahili mbele. Andiko linaweza likaja kwa ajili ya kukufariji kwa dhambi ambayo unaifanya. Kama hujaipima hilo andiko kwa maandiko mengine, kama hujawahi kulitafakari hilo andiko kwa maandiko mengine, ukaangalia ili andiko ninayepewa nitafakari, anayenipa ni nani? Kwa sababu unaweza ukapewa andiko ukahisi umepewa andiko sahihi, kumbe ni andiko linalokufariji uweze kutenda dhambi. Kumbuka Yesu anapandishwa katika mnara wa hekalu, anaambiwa ajitupe, kwa maana ataagiziwa malaika wamchukue. Ukiliangalia andiko unaliona ni kama andiko jema, kama ni andiko ambalo kweli akijitupa anaweza kuokolewa, lakini kumbe limejificha ndani yake na jaribu la kumjaribu Mungu. Ukiliona lile andiko la kubadilisha mawe kuwa mkate, unaweza ukaliona ni sahihi kwamba anaweza kubadilisha mawe yakawa mkate na kala akashiba, lakini kumbe ndani yake unajaribiwa ya kwamba wewe utaweza kuishi pasipo mkate. Ni watumishi wangapi leo wanajaribiwa kwa sababu ya mkate? Ni watumishi wangapi leo wanajaribiwa kwa sababu ya kitu
ambacho kitasaidia mwili kwa muda mfupi. Hili jaribu pia Esau lilimkuta, akajikuta anakosa haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya chakula. Aliona njaa. Njaa iliondoa uzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hata wewe unaweza ukajikuta unapoteza haki zako kwa sababu tu ya njaa ambayo ni ya muda mfupi. Wangapi leo wanamsujudia adui, wanamsujudia shetani kwa sababu ya mali? Wameonyeshwa milki za ulimwengu huu, wameanguka na kumsujudia shetani. Wanasahau ambapo wanatakiwa kumsujudia Mungu pekee. Ni wengi ambao wameanguka na kumsujudia adui kwa sababu ya mali, wakitamani mali za ulimwengu huu na kupoteza hatima yao na kupoteza baraka zao na kupoteza maisha yao. Ni bora ukatubu saa hii. Yesu alihubiri akisema, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Mtubu wana wa Mungu. Kama ulianguka, tubu, mrudie muumba wako. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tuko katika nyakati nzito sana, nyakati ngumu sana, ambazo hazina baraka, nyakati ambazo zinapoteza hatima. Hivyo jitahidi uweze kumrudia Mungu wako. Tafute Mungu kwa bidii, mlingane Mungu, jiepushe na maovu. Nuru iliyowekwa ndani yako ionyeshe matendo mema ambayo yatafanya watu wamtukuze Mungu ndani yako. Kama unatenda matendo ambayo hayamtukuzi Mungu, yanakutukuza wewe au yanaleta mazingira ya wewe kutukuzwa, hayatakusaidia. Yanakupeleka gizani, yanakufarakanisha na Mungu. Yamkini umeketi barazani pa wenye mizaa. Yamkini umesimama katika njia wasio haki. Yamkini umesikiliza mashauri ya wasio haki ambayo yamekupelekea umeanguka, umefanya maovu, umeanguka. Huna tena tumaini, huna tena maisha. Ni kiumbe unayetembea ukiwa hai, lakini ndani umekufa. Mtu wa ndani amekufa. Leo hii tunahitaji watu wabadilike, wamrudie Mungu. Kama hujaweza kubadilika na kumrudia Mungu, huna tumaini jingine. Una uwezo wa kuwa na maisha mengine ya furaha. Mali zinawafarakanisha watu na Mungu wao. Mali zinawafarakanisha watu na Mungu wao. Wanamsujudia shetani, wanamwangukia shetani, wanamwangukia shetani, wakiamini ya kwamba wanamwabudu Mungu. Watu wamekuwa kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Wanatafuta maombi pasipo kumtafuta Mungu. Hawataki mahusiano mazuri na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu badilika mwana wa Mungu. Tuko katika zama ambazo ni nyakati ngumu sana saa hizi. Hakuna mtu atakayekuhubiria habari ya kutubu dhambi zako. Wengi saa hizi watakuhubiria njoo ubarikiwe, njoo upokee, njoo upokee. Hayo utayasikia sana kwa sababu watu sasa wanapenda fedha, wanapenda kusikia habari ya mali za ulimwengu huu. Mwambia Mungu anakuja hivi karibuni, hawezi kukuelewa. Mwambia mtu kutengeneza mahusiano na Mungu wake, hataki kusikia. Lakini ni saa ya uamsho. Mtubu, mumrudie Mungu wenu. Mungu anahitaji kupata mahusiano mapya na wewe. Toka huko uliko, tafute Mungu. Yohana alipokuwa akihubiri habari ya kutubu dhambi, Mafarisayo na waandishi
waliweza kwenda kutubu. Akasema, ninyi wana wa nyoka, ni nani aliyewaambia? Ni nani aliyewashtua? Ni nani aliyewakumbusha mkimbie dhambi, mkimbie kiama, mkimbie moto wa jehanamu? Kama wana wa uovu wanakimbilia kwa Mungu, wanautafuta uzima wa milele, je, wewe kwa nini usimtafute Mungu wako? Tafute Mungu wako. Ni muda tuko katika maisha ambayo tunahitaji sana kuwa karibu na Mungu kuliko tunavyofikiri, sababu tuko katika nyakati za mwisho. Leo hii mambo mengi yanafanyika kinyume na mapenzi ya Mungu. Watu wanatengeneza magonjwa, watu wanapanda vitu ambavyo havijengi maisha ya mtu. Dunia imeharibika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuwa na mahusiano mazuri na Mungu kama hujajenga mizizi ya mahusiano mazuri na Mungu. Msingi wa kufanya uwe na mahusiano mazuri na Mungu ndio utakao kufanya uweze kufanikiwa na kuishinda dhambi. Yesu alipogundua ya kwamba Ibilisi amekuja na kumkuta yuko katika hali ya mwilini, anatafakari kwa habari ya njaa, alipoanza kuleta habari ya maandiko, Yesu alirudi rohoni. Ndiyo hapo alipoweza kumshinda Ibilisi. Na baada ya kumshinda, tunaona malaika wanakwenda kumtumikia. Kumbe unapokuwa mwilini, hata malaika wanakaa pembeni, hawawezi kukutumikia. Kwa nini? Kwa sababu muda huo kutafakari tena ya mbingu, huna nafasi ya kutafakari ya mbinguni. Hauko rohoni, no connection. Haleluya.